Mama Tunu. Bwana hapa kuna habari njema na ziko vizuri. Mwacheni Mungu aitwa Mungu. Ni kiasi cha kushukuru sana. Hapa na kuna mshenga amekuja. Takuleta posa hapa mji huu. Muda ambao ulikuwa umetoka katika mishughuliko yako kule, umefika. Takuleta posa. Takuja kuoa mji. Sio yule mshenga, yeye katumwa. Kuna mtu ambaye anataka kuja kuoa katika huu mji. Hiyo ndio taarifa fupi iliyokuwepo katika mji huu. Sasa anayetaka kuolewa hapa ni nani? Mbona unanichanganya? Ndio maana naambia siku zote mtani ukizidi sana mshaka na kwa haramu. Hivi unaweza kweli au unanitania? Wewe ndio unanichanganya mimi. Sijui huyo mshenga amekuja hapa kutaka kumuoa binti huyo nani? Sijui. Huyo mtu anayekuja kuoa hapa anaolewa nani? Sisi tumshakiki ndani hapa. Tuna. Ubali unataka kufuka hapa. Umeenda kujipanga huko kija hapo ubali unafuka. Tunakwenda hivi. Hivi mume wangu una akili kweli wewe? Nakuuliza. Hivi uko vizuri kweli au kichwa chako kipo vizuri kabisa? Kinafikiria kabisa? Tunu gani unataka kumwozesha wewe? Tunu ni mwanafunzi. Anasoma. Sasa wewe unasema Tunu gani huyo mtoto? Yaani mbona unanichanganya mimi jamani? Sawa, lakini sio kuniletea mimi watu kuja kumuoa mwanangu, hicho kitu hakiwezekani. Sio, nielewa? Hakiwezekani hata siku moja. Mwanangu mimi ana malengo yake. Mwanangu mimi anasoma. Wewe utamwezeshaje? Sasa nakwambia hivi, kama Tunu mwanangu mimi alikaa tumboni kwangu miezi 9 na nikamzaa kwa uchungu, hicho kitu hakiwezekani. Hakiwezekani hapa ndani. Kuniongezea mwanangu mimi sitaki. Unapoongea kwanza lazima ujue unaongea na nani. Usionifikia tu unapaza sauti tu bila sababu ya msingi. Tunu hapa anaolewa. Pesa zikifika napokea kama kawaida. Nasema hivi, kama yule mtoto wangu mimi na yule kama anachukua binti wangu mimi naozesha. Kama atachukua binti wako wewe muozeshe. Aendelee kusoma hivyo hivyo. Lakini kama yule ni mtoto wa kwangu mimi, ametoka katika uti wangu wa mgongo, yule lazima nimuozeshe. Wewe usinichime mikwala mimi hapo. Umeniomba wewe? Haiwezekani. Kama ni mwanangu mimi haolewi. Mimi nasema ataolewa. Nimesema hivi mwanangu haiwezekani. Kama mtoto yule Tunu ni wa kwangu mimi, kuolewa haiwezekani. Tafuta mtoto mwingine ataolewa. Haolewi. Mimi nakwambia ataolewa. Nimesema haiwezekani. Ataubali. Haolewi mtoto. Kwa nini unamwambia? Watu watavojea ajabu hapa. Wakati wamesema na mpaka sasa wana chochote. Wanafanya bala hata soko la maneno yote. Mwanamke sema matatizo gani? Huyu kuolewa hapa ataolewa na hapa ubani utafuka na mbili na atakwenda na yeye anapokea. Alafu tuangalie wewe mimi ni mmoja hapa kwa sekula. Watu ambao kijinga hapa. Bwana Nguto. Naam. Bwana imekuwa vizuri tulivyokutana hapa. Lakini ilikuwa ni wajibu kabisa kwangu, ilikuwa ni lazima nifike kwako. Na kwa nini nifike kwako? Kuna jambo kidogo nataka kukuzungumza, kwa sababu nimeangalia hapa vijana wa hapa, na naweza nikampata hapa kijana mwenye ubongo unaochemka vizuri, damu inachemka vizuri na yuko sawa sawa. Baki nimeangalia mpaka wazee hapa wana sielewi. Kiko na hapo Bwana Nguto, mimi nitanifahamu. Sasa bahati nzuri tumekutana. Bwana, hivi karibuni mimi hapa nyumbani kwangu nitakuwa na jambo. Nyumbani kwangu nitakuwa na jambo. Na jambo lenyewe sio lingine.
Ozesha mwanangu, serikali inahusika na nini? Mimi wakati naozesha mwanangu, serikali inahusika na kitu gani?